Bismillahi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa usalli wa usallim wa ubarik ala habibina Mustafa. Amma ba'd, tuendelee na kitabu Khudh aqidataka, chukua akida yako kutoka katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo kwamba ni sahihi. Swali la 4, hal na'budu Allah khawfan wa tama'a? Hivi tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kuogopa hasira zake na adhabu zake na kukuwa na matumaini na pepo yake na malipo yake Subhanahu wa Ta'ala? Naam, naabuduhu kadhalika. Anasema kwamba tumwabudu hivyo, kuogopa hasira zake na moto wake na adhabu yake na kukuwa na tamaa na matumaini ya kulipwa pepo yake, maana janna, paradise. Na katika hili kuna baadhi ya watu wakasema kwamba katika kufanya mtu katika kosa hii sifa ya raja, akasema Allahumma in kuntu a'buduka laysa hubban fik wa innama rahmatun fi jannatik fahrimni minha au khawfan min adhabik au narik fa'adhibni biha. Mtu akaomba dua akasema, ya Rabbi, ikiwa mimi nakuomba wewe kwa sababu ya nakuomba wewe si kwa sababu ya kupenda wewe, bali nakuomba kwa sababu ya kukuwa na tamaa na pepo yako, basi nikoseshe upepo wako, nikoseshe nisingie ndani yako, wali'iyadhu billah. Mtu akaomba dua kama hii. Au nakuomba wewe na kuabudu wewe kwa sababu ya kuogopa hasira zako na adhabu zako, basi niingize, niadhibu kupitia hiyo, fa'adhibni biha, niadhibu kupitia hiyo moto wako. Hivi sivyo wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanafundisha, bali wanafundisha kwamba mtu amwabudu Mwenyezi Mungu aliyekuwa ni mwenye kuogopa hasira zake na adhabu zake, na awe ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutegemea malipo kutoka kwake. Akasema kwamba yasiful mu'minin, Mwenyezi Mungu anawasifu waumini, yasiful mu'minina yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, wanaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa ni wenye hofu katika nyoyo zao, wakiogopa adhabu zake na wakiogopa hasira zake. Wa tama'an, hali ya kuwa pia ni wenye kuwa na tamaa na matumaini ya kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Firdaus ama paradise. Wao wako na wanamwabudu Mwenyezi Mungu sababu ya kutaka malipo mazuri na kutegemea msamaha na kulipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kadhalika katika hali kama hii yapasa Muislamu yajibu alayhi fi hali khawfihi fi siha, awe na hofu katika hofu yake iwe ni wakati ambapo kwamba kuna afya, anaisha, kuna nguvu, hii tamzuia yeye kufanya maasi. Na kadhalika wakati ambapo kwamba yeye ni mgonjwa, fi hali maradhihi arraja, katika hali ya kuwa ni mgonjwa, basi akuwe na matumaini na kwamba Mwenyezi Mungu atanisamehe, atalipwa nini, akuwe na raja wakati ambapo kwamba anaelekea kukutana Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na wengine wakasema kwamba la, katika wanachuoni wakasema kwamba yapasa Muislamu au kuwe balance katika hali kama hii, katika hali ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na hofu iwe kama vile mbawa mbili za ndege. Ikiwa moja itakuwa ni yenye kushinda, italema kushinda nyingine, basi bila shaka ndege itakuwa yenye kufanya nini? Kuanguka. Kwa hivyo Muislamu apasa kuwa na hizi sampuli mbili za ibada. Kwa sababu gani? Ibada iko na sampuli nguzo tatu kubwa, ambapo kwamba ya kwanza ni al-khawfu, na ya pili ni ar-raja, na ya tatu ni al-mahabba. Mtu awe na hofu wakati anapomwabudu Mwenyezi Mungu, na akuwe na matumaini ya kulipwa ar-raja, na akuwe amwabudu Mwenyezi Mungu, afanye ibada kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala mtu asiwe kama vile Khawarij ambao kwamba wamelalia katika hofu peke yake tu, na wala mtu asiwe katika Murji ambao kwamba wamelalia katika raja, wala asiwe katika wale ambao kwamba Sufi ambao kwamba wamelalia katika hubu, katika mapenzi peke yake. Akasema mwandishi wa kitabu, waqala sallallahu alaihi wasallam, as'alullah aljanna, naomba Mwenyezi Mungu pepo yake, naomba Mwenyezi Mungu aniingize katika janna, wa a'udhu bihi minan nar, na najilinda kwake kutokana na adhabu ya moto wa jahannam. Janna ni arraja, na ile isti'adh ni nini? Ni hofu, kumogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika ma huwa al-ihsanu fil ibada, ni nini ihsan katika ibada? Ihsan katika ibada kama anavyosema huyu mwandishi wa kitabu, al-ihsanu huwa muraqabatu Allah Ta'ala fil ibada,
ni ule ufuatiliaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Wakati ambapo kwamba unasimama kwa ajili ya kuabudu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kufuatilia ibada kama ile. Anaangalia moyo wako umesimama kwa ajili gani, anaangalia unaporukuu, fikra zako, kila kitu unafuatilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si katika ibada pekee, hata katika maisha ya kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yufuatilia watu. Akasema alladhi yaraka hina taqum, akatoa kauli yake Mwenyezi Mungu kauli kwamba Mwenyezi Mungu ambaye kwamba anakuona pale ambapo kwamba unasimama. Bimaana kisimamo kimetangulizwa katika ibada kwa sababu ndani yake kuna kisomo cha Qur'an ambapo kwamba ikafanya kisimamo ikakuwa ni bora zaidi. Wataqallubaka fi sajidin, na kule kuguragura kwao katika wenye kusujudu, bimaana wenye kusujudu yani katika wenye kuswali. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, mtume akasema kwamba ihsan ni umwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba vile wamuona. Ndio hapa wanachoona wakisema kwamba al-ihsan yanqasimu ila qismaini, kwamba hii inagawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna ihsan martabatul mushahada, ni mtu kwamba anamshuhudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile yamuona katika ibada yake. Akisimama anajua kwamba Mwenyezi Mungu mimi namuona, basi nafaa nifanye ikhlasi kwa ajili ya kutaka radhi zake, na au atafanya uzuri katika ibada yake. Na kadhalika asiwe mwenye kuchora picha kwamba Mwenyezi Mungu yuko hivi, la bali amwabudu Mwenyezi Mungu kama vile wamuona pasina katika moyo wake, au dhurishe moyo wake katika hili jambo. Na jambo la pili al-muraqaba, martabatul muraqaba, nayo ni Mwenyezi Mungu kufuatilia wewe. Sasa ambapo kwamba nimezungumza hapo juu, kanaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa wewe humuoni Mwenyezi Mungu basi yeye wakuona. Hii ni martaba ya pili ambayo kwamba ni murakaba, na martaba ya kwanza ni bora zaidi kushinda martaba ya pili. Ile kwamba wamuona Mwenyezi Mungu, basi hii ni bora zaidi, ni kubwa zaidi kushinda hii ya pili. Katika hili basi Muislamu takuwa ninyokomekea hapa.